Nilianza kuchonga hivi vinyago baada kwenye miaka 67. Badala kushindwa mzee wangu kunilipia ada. Kwa hivyo nikajiingiza kwenye mambo ya vinyago. Mpaka leo niko na kuchonga hivi vinyago. Liko ni makubwa sana. Tena ni mazuri ya wakati huu. Unajua vijana wakati ule benki zilikuwepo lakini zilikuwa mbali. Alafu watu walikuwa hawajaelimika. Kwa hivyo wakachukua maamuzi yao ya wakati huu, kuchukua pesa zake kama kuchimbia chini au kuweka kwenye vibubu. Kwa hivyo waliamua kufanya hivyo wale wazee ambapo kama mimi kwa huko nyuma. Kwa kuwa mabenki yalikuwa mbali mikoani na mtu anazo pesa jijini, kwa hiyo sana shindwa kupeleka benki na walikuwa hawana imani na benki. Sehemu yoyote unaweza kuwa na tatizo. Kama una salio kwenye simu yako, unaweza kutoa sehemu yoyote kama kuna huduma hizo. Ninasaidia kwa kiasi fulani. Ni tofauti na zamani, kulikuwa hakuna hizo huduma. Kama ulikuwa umefungua akaunti benki, inategemea na sehemu na sehemu. Sehemu nyingine kunakuwa hakuna huduma za benki. Sehemu nyingine zipo. Kwa hiyo hizi simu zinaturahisishia zaidi kuliko haya mabenki. Mwanafunzi zimenisaidia sana kwa sababu mimi sina mkopo, sisomeshi na serikali. Wazazi wangu wako Iringa. Kwa hiyo sisi tunatoka familia za kawaida. Sio kwamba mimi napewa milioni 2, milioni 3 za matumizi, hapana. Napewa hela kidogo. Kwa hiyo zile hela huwa narushiwa kwenye M-Pesa yangu au Tigo Pesa yangu. Bwana, napiga simu nyumbani, mama naomba pesa. Ananitumia kidogo, natumia wiki moja, zimeisha napiga tena wananitumia. Kwa hiyo ile transaction tu kutoka kijijini kuja mjini kwa pesa kwa haraka inanisaidia. Kama mwanafunzi, ili nisiwe na matumizi mabaya ya pesa, inatumia kama benki yangu. Kwa hiyo benki yangu mimi ni simu yangu. Kwa hiyo imeturahisishia kama mimi ninapokuwa labda na shida, nataka nimtumie ndugu yangu hela sehemu yoyote wakati wowote, muda wowote, kama ile simu nimeweka hela, hainigharimu mimi kwenda tena kupanga foleni kama ilivyokuwa nyuma kwamba unapanga foleni benki kwa ajili ya kutoa hela ni ya kwangu lakini inanigharimu naingia gharama ya kupanga foleni. Alafu pia inanipotezea muda. Tatizo lilokuwepo, the problem statement wakati ule ilikuwa unajua mtu mjini challenge kubwa ilikuwa unapeleka hela vijijini. Unajua unaweza kana babu yako kijijini, unaweza kawa na ndugu zako upanda msiba au kuna shida yoyote kijijini unapelekaje hela. Na nakumbuka pia wakati nasoma ilikuwa ukisoma boarding unapeleka hela kwa njia ya posta. Kwa hiyo utoke kijijini uko shule ilipo uende mjini au wilayani posta ukatoe hela. Sasa ilikuwa ni challenge kubwa sana. Madhumuni makubwa ya hii miamala au hizi services zinazotolewa watu waweza kutumia na hela ni kwa sababu ukiangalia katika nchi ambazo zinaendelea kama zetu watu wengi sana hawana access na mabenki au to formal financial services. Kwa maana hiyo kwa sasa ni vigumu sana kwamba watu hao huweza kupata hizi huduma. Kwa sababu challenge kubwa iliyokuja ni mabenki yalishindwa au yameshindwa kwenda mpaka vijijini. Kwa sababu leo hii kufungua branch ya benki inabidi ujenge vitu vingi. Lakini sisi mtu kwa wakala au kupata nini kwamba mtu anaweza kata chini ya mwamvuli. Kuna mtu mmoja alinitumia mimi pesa kwenye simu shilingi 20,000. Kunitumia simu ile simu mimi nikanyang'anywa na wauni. Sasa nilipoenda kubadilisha namba kaniuliza kuna pesa huko, nikamwambia kuna pesa 20,000. Sasa pale kunipa jibu nikachukua ile namba nitegemea kwamba ile pesa nitakuta mle ndani. Badala nilipoenda kurenew ile line sikukuta kitu. Napokuwa ameibiwa simu moja kwa moja mtu anaenda kucheki kwenye Tigo Pesa au M-Pesa kuna salio kiasi gani. Wapo wataalamu, sijui ni wataalamu, sijui wanacheza na mambo ya IT, sijui inakuaje. Mtu anaibiwa simu dakika 5 akija kurudisha ile namba, akirudisha akijitahidi kwenda kuwasiliana na Tigo Pesa au M-Pesa yoyote tu anaambiwa kwamba hela yako haipo. Yaani alikuwa na kiasi fulani cha pesa lakini zile zinakuwa zimeshachukuliwa. Kuibiwa fedha kwenye mtandao sidhani kama ni swala ambalo kila mtu linamkuta. Labda kama mtu likimkuta ni swala la bahati mbaya sana limetokea na pia huwa kuna kitu ambacho kinafanyika. Labda kama ni kuna issue ambayo ni special sana ambayo haiwezi kutokea kwa kila mtu. Kwa upande wangu mimi sijawahi kuibiwa simu kwenye hela. Moja ambacho tunafanya tunataka tuelimisha sana wateja wetu. Jamani, pini yako, siri yako usishare na mtu mwingine. Ni kwamba mtu akikosea kutuma hela kwa mtu mwingine, sisi kama Airtel kwanza tunaiblock ile hela, alafu tunaongea na watu wote wawili. Bwana pray God, wewe una hela imeingia kwako, je ni yako? Hapana, sio yangu. Basi tunaomba tuirudishe sababu mwenyewe ametuma kimakosa. Kwa tuna process ambazo tumezifanya ili kuhakikisha kwamba watu hela zao hazipotei. Tarajia mbeleni hapo labda teknolojia ikikua zaidi
tutakuwa na njia rahisi zaidi tofauti na hii ya simu. Tutakuwa hatuna uwezo tena wa kuzishika zile fedha zetu mkononi, na hisi tutakuwa tunatumia tu zile chip card, kwamba unaenda tu unatumia ukihitaji kitu bila kuwa kuzishika fedha zako mkononi. TapTap ni product ambayo tunayo sisi, tunatumia NFC technology ambayo ni kadi kama hii. Sasa hii kadi ambacho kinafanyika, hii kadi inaunganishwa katika wallet yako wewe ya Airtel Money. Ikishaunganishwa kwenye wallet ya Airtel Money, ukienda supermarket au sehemu yote, unagusisha, unaita tap and pay, unagusa afu unalipa. Napenda kuuliza watu, kwa nini unatoa hela mfukoni ulipe? Kwa hiyo sababu wanaonipa mimi nahakikisha kwamba nampa sababu ya kutumia either kadi au simu yake kwa kufanya malipo. Kwa mimi leo hii competitor wangu kama Airtel Money, competitor wangu mimi sio Tigo Pesa wala sio M-Pesa. My competitor is cash. Mimi nataka nimuondoe cash kwenye circulation. Yaani nataka nikwambie wewe usipate sababu, yani usiwe na sababu ya kutoa hela kwenye ATM ukafanya malipo.